Je, kuna tofauti gani kati ya dawa ya kuondoa nuksi na dawa ya kusafisha nyota? Hili ni swali ambalo nimekuwa nikikutana nalo mara kwa mara. Watu wakiniuliza, je, Maalim, kuna tofauti gani kati ya dawa ya kuondoa nuksi pamoja na dawa ya kusafisha nyota? Utofauti wake ni upi? Bwana, utofauti hapo ni mkubwa sana. Dawa ya kuondoa nuksi ni nyingine na dawa ya kusafisha nyota ni nyingine. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu baadhi yetu sisi tunafahamu hapa labda dawa ni aina moja. Ukisikia hii dawa ya kuondoa nuksi, basi watu baadhi tunabeba na kufahamu kwamba hii dawa ya kuondoa nuksi ndiyo dawa ya kusafisha nyota. La, dawa ya kusafisha nyota inakuwa katika mfumo mwingine na dawa ya kuweza kuondoa nuksi ni mfumo mwingine. Kwa sababu maradhi ya nuksi ni mengine na maradhi ya nyota ni mengine tofauti. Lakini kati ya hivi viwili kuna kimoja lazima kwanza kitanguliwe kuondolewa, alafu kingine ndio kifuatiwe kutengenezwa. Cha kwanza, kabla ya kuifikia nyota yako wewe kuisafisha, lazima kwanza uondoe nuksi. Hili likae kichwani mwako ukilifahamu hivyo. Kabla ya wewe kutumia dawa ya nyota, basi hapo nyuma lazima uwe umetumia dawa ya kuondoa nuksi. Umeona utofauti huo? Kwa sababu havifungamani kabisa. Sababu nuksi ni kizuizi. Bimaana kwa lugha nyingine, nuksi ni uchafu uliopo katika mwili. Ambapo uchafu huu, huenda hiyo nuksi imetokana na majini. Huenda hiyo nuksi imetokana na uchawi. Huenda hiyo nuksi imetokana labda na laana fulani. Mfano, umefanya dhulma kwa mtu, yule mtu akabaki na manunguniko, akakupa nuksi. Kwa hiyo nuksi ni kitu kinachokuja kukuzuia, ni kitu kinachokuja kufunga mwili wako, ni kitu kinachokuja kukutia giza katika mwili wako. Kwa lazima kwanza upambane na kuiondoa nuksi yako, upambane na kuondoa hiyo laana ya nuksi iliyokuwepo katika mwili. Alafu baada ya hapo ndipo usafishe nyota yako, kwa sababu kusafisha nyota kwa lugha nyingine tunasema ni uvuto au bahati. Sasa bahati huwezi ukaivuta katika mwili ikiwa ndani ya huo mwili wako kuna nuksi. Kwa hiyo nuksi ni kitu cha kwanza ambacho inatakiwa kwanza ukiondoe, alafu baada ya hapo ndipo utumie dawa ya kuweza kusafisha nyota. Kwa hiyo labda itokee huyo mtaalamu au mganga awe ameoanisha dawa zote mbili katika sehemu moja. Yaani amechukua dawa ya nuksi, akachukua na dawa kusafisha nyota, akazichanganya kwa pamoja, akakwambia tumia hii dawa kwa ajili ya kusafisha nyota pamoja na kusafisha nuksi, yeye akutamkie. Umeona? Lakini ukisikia bwana hii dawa ni ya kuondoa nuksi, basi usije ukanuia masuala ya uvuto. Hiyo dawa haihusiki na masuala ya uvuto, isipokuwa inaondoa kizuizi kilichopo katika mwili wako. Kwa dawa ya kusafisha nyota ni dawa ambayo ni kwa ajili ya kuingiza uvuto au kutengeneza bahati katika maisha yako. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa kati ya dawa ya kuondoa nuksi na dawa ya kusafisha nyota. Ni dawa mbili tofauti. Kwa hiyo sisi tunavyoandika pale, tumia dawa hii kwa ajili ya kuweza kuondoa nuksi, usije ukabeba dawa hiyo ukasema hii inaenda kusafisha nyota. Hiyo ni ya kuondoa tu nuksi, kuondoa ule uchafu uliokuwepo katika mwili, kuondoa vile vizuizi vilivyopo katika mwili. Alafu kikuta dawa hii ni ya kusafisha nyota na uvuto, hiyo sasa itakufaa kama una shida ya uvuto, kama una shida kusafisha nyota, kama una shida ya kutaka bahati, hiyo itakufaa, itumie. Lakini kama utakuwa una shida ya kuondoa nuksi, alafu katumia dawa ya kusafisha nyota, haitokufaa. Lazima kwanza uondoe nuksi zako katika mwili, alafu kisha ndipo utumie dawa ya uvuto kama nilivyosema. Kwa swali nadhani nimelijibu, ingawa maelezo yake ni mapana sana, ila tunajaribu kufupisha ili tusiwachoshe watu. Usisahau kuweka maoni yako au maswali yako juu ya darasa hili. Kama unahitaji visomo vya dua, tiba za maradhi, dawa za asili, basi mawasiliano yangu yapo katika sehemu ya description hapo chini, na katika screen pia namba zangu za simu zinapita hapo. Usisahau kulike, kucomment pamoja na kushare
video hii. Na vile vile chukua fursa na nafasi, kama hujawahi kusubscribe channel yetu hii, basi leo subscribe ili uwe wa kwanza tutakapokuwa tuki-upload video ukapewa taarifa au ujumbe. Aliyekuletea darasa hili si mwingine ni mie wako Mwalimu Kombo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.